Unakuta kwamba bodaboda amekuwa na pikipiki, amelipa, wakati loan iko tu karibu kuisha hivi, anapotea, anakuwa ameuawa. Najiuliza hiyo inajifanyika namna gani? Sio inafanyika? Ama bodaboda akiwa na pikipiki mpya, unakuta amefanywa ile kitu ameenda. Kule kwangu Rwanda nimepoteza vijana wengi sana mambo ya usalama. Na nashukuru kwa sababu umesikia kilio yetu, ndiposa umekuja hapa uambie hawa vijana namna gani naenda kujipanga. Lakini najua kwamba usalama inaanza na nani? Usalama inaanza na nani? Sisi wenyewe, sio? So nashukuru Regional Commissioner mgeni amefika, yeye ni chuma ya kazi. Nashukuru County Commissioner mgeni amefika, pia chuma ya kazi. Kwangu nimepoteza wengi sana. To a point that tunakuta wajane ni wengi, watu who are in their 20s are getting lost because of hii mambo ya bodaboda. So as you speak on this matter, I really want to invite you and say that thank you for coming. Lakini hawa vijana nikakuwa nao asubuhi wakaniambia, mheshimiwa, tunaona kaunti zingine wanapatiwa pikipiki, wanapatiwa washing machine, wanapatiwa machine ya car wash. Hapa Vihiga iko namna gani? So as we talk about empowerment, I wish to indulge you on this matter, that let us also plan a day ambayo tunakuja hapa na pikipiki kama 500. Si namna hiyo? Washing machine kama 700. Sio ni kweli? Tukuwe na mambo mengi ili hawa vijana anapofanya kazi ya kila siku, jioni anapitia kwa laundry yake kuona imeingia ngapi. Sana sana ya members wenyu wana bodaboda. Tumekuwa na maafa, tumekuwa na uharibifu wa mali na hiyo changamoto zingine. Mambo ya insurance, mambo ya pikipiki kukamatwa kwa police station. So nimekuja hapa ili tuone tutazitatua namna gani, na pia kufuatilia zile mkutano zingine tumekuwa nazo. Last year viongozi wenyu kutoka all the 47 counties walikuwa na kikao na Rais President Ruto, na aliwazungumzia na akawaeleza ni kivipi kama serikali anaweza kuwasaidia. Mambo ya insurance alizungumzia, mambo ya pikipiki aswa zile za electric alizungumzia, mambo ya polisi na mambo ya watu kushikwa kwa petty crimes ama petty offenses alizungumzia. Na leo hii kulingana na venye viongozi wenyu wameongea, tuko bado na pikipiki zenye ziko kwa police station zetu hapa. Unapata mtu amekosa kuvaa helmet, mtu amesahau kurenew insurance. Nataka kwa sababu Regional Police Commander ako hapa, all the motorbikes zenye ziko kwa police station zetu on account of petty offenses ziachiliwe bila vikwazo yoyote. Alafu tukishafanya hivyo, nataka sasa tukubaliane tukienda mbele. Number 1, si mimi ndio nimesema. Number 1, tukubaliane kwenda mbele. Kama hauna insurance, watu wa insurance wamekuwa hapa, CEO wameongea hapa, si ndio? Kuna njia ya taratibu inatakana tufuate, ndio baiskeli yako ama pikipiki iwe na insurance. Ukipata shida ya ajali, unapata venye unaweza kununua pikipiki nyingine ama kuishughulikia ili uendelee na mambo yako ya kusafirisha abiria. Na venye chairman wenyu wamesema hapa, tumekuwa na officers sana sana county commissioner ambao wanaletwa alafu hawakai, after muda kidogo wanatolewa. So ule county commissioner ambaye alikuja jana, na wahakikishia atakaa kwa muda ile inafaa, ndio zile monthly meetings ambayo inatakikana akuwe nayo na viongozi wenyu ziwe zinafanyika. Alafu Regional Commissioner pia ni mgeni, amekuja juzi. Regional Police Commander pia ni mgeni, hajakaa sana. So wamesikia yale mmesema, na pia narudia lazima, na tumekubaliana hapo asubuhi tumekuwa na security meeting na viongozi wengi, na tumekubaliana kila wakati inatakikana tunakuwa na vikao
kujua ni nini inatatiza wanabiashara kama nyinyi wanabodaboda, ni nini inatatiza jamii, na ni jambo lipi kama serikali tunashughulikia ili wananchi wajue na watambue ni nini inaendelea. So nataka ni waombe kwa unyenyekevu tuwe na hiyo ukaribu kwa mambo ya kazi.